Gavana Arati. Karibu sana gavana. Wale ni Arati na Etaya. Arati na Etaya. Mambo nimekuwa wacha kuwinjo kasa. Kutoka Kisii na deputy party leader wa chama kikubwa zaidi kwa South of Sahara and North of River Limpopo, Governor Simba Arati. Umabei hoye! Mimi ndio Simba Arati, gavana wa Kisii na deputy party leader wa chama cha hebu nisikie mzuri, ODM. Mko hapa? Mheshimiwa Rais, mimi kama msaidizi wa chama cha ODM na ukaribisha Nyanza hapa. Hawa watu ni watu wangu, ni watu wa chama, na mimi jana nilikwambia kule Migori, kwa sababu wewe ulikuwa naibu wa chama cha ODM. Sasa wakati utasikia furugu kule mahali upo, sisi kama ODM tumesema kwamba tutataka tukaribishe nyumbani. Mtakubali Rais Ruto William akuwe pamoja na sisi, tukaribishe yeye katika chama, si ndio? Mwisho nataka nitoe habari hii kwa ndugu zetu wanne, Mheshimiwa Joho, Mheshimiwa Opiyo, Mheshimiwa Mbadi na Mheshimiwa Oparanya. Sisi tumepeana nyinyi katika serikali ya Kenya Kwanza. Tafadhali msituangushe. Mheshimiwa Rais, utakapotaka wengine, mimi kama deputy party leader nitakupea wafanya kazi pamoja na wewe. Mwisho, sisi watu wa Nyanza lazima tushikane pamoja, na kule ikifika 2027 lazima tutakuwa pamoja, na hii serikali inayokuja lazima ODM itengeneze serikali kivyo vyote vile tunapenda. Asanteni, wacha nione tu nikirudi Kisii nipeleke salamu. Asante sana kule Nairobi, na niliona kweli yale ambayo umepanga, umefanya utafiti, umefanya research, umefanya hesabu, na naona baba Raila Amolo Odinga atakuwa chairman ya African Union. Asante sana kwa kufanya kazi hiyo kwa baba Raila Amolo Odinga. Ya pili ni ya Bwana Mbadi. Ya Bwana Mbadi. Ya Bwana Mbadi. Ya Bwana Mbadi. Hapa Ujaluoni najua watu wawili huko juu, tulikuwa na Jaramogi Oginga Odinga na Raila Amolo Odinga, lakini hapa Homa Bay kulikuwa kiongozi hapa kutoka Homa Bay ambao anaitwa Tom Mboya. Na Tom Mboya ukiangalia yale alisema kwa bunge, yale alizungumza popote alienda, kwa mambo ya uchumi na mambo ya sheria, ukiangalia hizo
utajua ya kwamba kwa kweli ule waziri wa kwanza tungekuwa nayo finance na planning angekuwa Tom Mboya. Lakini sasa tumepata mwingine, na naomba kila mtu asione hivi ya kwamba Rais Ruto amefanya kutafuta mtu kwa kubahatisha. Uangalie dosari za bunge kutoka wakati Mbadi aliingia kwa bunge, on economic issues, on financial issues, on planning issues. There is nobody who beats John Mbadi to the job of Power Secretary of Finance. Ninaomba rais na kuomba, na Mbadi amesema yale atafanya kwa mambo ya ushuru ya kodi, mambo ya kwenda maendeleo, kupata pesa ya maendeleo. Usiwakubalia wale wakora wengine waende mbele yake, mwachie wazi. Let him not only report to you. I beg you, let Mbadi only report to you and a good job will be done. Ya mwisho, ile unafanya unatimiza constitution ya Kenya. Rais is the defender of the constitution. So when you go all over Kenya, you are demonstrating that the constitution of Kenya can work. And we invite you everywhere. And you have started with Migori. Today you are in Homa Bay. Tomorrow you are in Siaya. And the icing of the cake will be in Kisumu. Joe Tura, oye! Joy, joy, joy! His father lived in Nyatike. You were in Nyatike yesterday. It's a place of humility. John Mbadi went to high school in my village in a humble school called Kokuro. I happen to have been a BOM teacher in Kokuro. I want to tell you that this humble man who the community and the ODM people have uplifted and you have identified and plucked from us is a person of great quality, is a person of honesty, and it's a person. Karibu gavana. Na deputy party leader wa chama cha ODM. Mimi ningeongea Kijaluo hapa. Tatizo ile kubwa niko nayo, ningeendelea kuongea Kijaluo, watu wangeenda kuambia deputy president mimi namsengenya. Kwa hivyo afadhali niongee Kiswahili watu wanisikie ana kwa ana hapa, sio? Hamjambo tena. Sasa mimi nataka kuambia kwanza, mimi nimekuja hapa kwa mambo matatu. Mambo mangapi? Ya kwanza, naleta salamu kutoka baba Raila Amolo Odinga. Ya pili, kuja hapa kuwa shahidi ya kuwa uteuzi wa kupatiwa nyadhifa za uwaziri za wale ambao kwamba walikuwa ni wandani wetu. That was a wise, a bright and a better decision for this great country of Kenya. Kuchagua Mbadi, Hassan Ali Joho, Oparanya na Wandai was a right decision for this country. Na ya tatu ambayo imenileta hapa, Homa Bay oye! Ya tatu ambayo imenileta hapa ni lazima niweze kuweka kauli wazi. What brings us together is larger than the differences that we have. Nisikieni kwa makini. Wengine walikuwa wanaona raha watu wakiwa wanateta. Kuteta kwetu haileti unga wala haileti mazuri juu ya meza zenu. Sisi tunaweza kuwa watoto wa mama tofauti, baba mmoja. Mawazo yetu yanaweza kuwa tofauti, lakini msimamo wetu ni kuwa Kenya is bigger and larger than any individual,
and the rights and the needs of the people of Kenya supersede the rights and the needs of any one individual. And that is the reason why everything else shall be behind and the needs of Kenya shall come first and only first, mengine baadaye. Tunaambia wajumbe wetu, do your duty in parliament. Naambia ndugu yangu Junet na wengine, as much as you will sit down na kuongea na Kimani Ichung'wah na wengine, lakini ikifika wakati wa kukosoa serikali, kosoeni serikali kwa njia inayotakikana. Be your rightful heirs that who you are right now. Lakini ikija mambo ya kuweza kuleta Kenya nzima, na nikisema Kenya nzima haimaanishi ya kuwa sehemu nyingine ni bora kuliko nyingine. That is the language that we want to hear. Your Excellency, umetunyoshia mkono namna hii. Nimeona watu wamekupatia samaki kubwa. But let the newspapers not just say that the people of Homa Bay gave the president a fish. Let the newspapers say that the people of Homa Bay welcomed you, not because of you being an individual. The people of Mombasa welcomed you not because of you being an individual, but the ideology that you presented to us, that Kenya belongs to every single person. Umetupa mkono, tunakupiga pamoja. Kwa hayo mengi, asanteni sana na muzidi kubarikiwa. You have fulfilled the Constitution as the symbol of unity for this country. You have brought the country together. And I want to thank you immensely for appointing our ODM members, John Mbadi, Opiyo Wandayi, Hassan Ali Joho, and Wycliffe Ambetsa Oparanya. But including that, pia umetuongezea mpaka na AG ako huku kwetu. Na kama Homa Bay pia tuko na PS wa interior, pia hatujaipata kama hiyo, na umetupatia pia hiyo PS ya interior. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mbadi ambayo umemchukua, mimi na yeye tumekuwa marafiki sana. Tumekaa bunge pamoja kutokea 2013. Juzi tukashikana tena tukasema yeye anataka governor na mimi nataka governor. Wakati baba alimwambia wachia mama, akasema sawa, tukakuja kwa huyu uwanja akaniwachia. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, nataka kukuambia the gentleman you have beside you there is a trustworthy gentleman. He is a hard-working gentleman. He is an intelligent gentleman. He will not let you down. He is also forthright. He will tell you as it is. He will never lie to you. And when he tells you as it is, Mheshimiwa Rais, chukulia tu hivyo, because he is not a man to hide what he truly thinks. And I believe that Homa Bay has produced the man who is going to work with you to bring up the economy of this country to the level that it is meant to be. Your Excellency, tunakushukuru sana. Tulikaa pamoja na Rigiji kwa lunch, Your Excellency. Hatujawahi kaa pamoja pale kwa Mbadi tukikunywa supu. Sasa tukaona Joho anaingia, wewe umekaa pale, Wandayi kando yako, tukasema jamani, is this the Kenya we know? Hata tukacheka naye tukasema hii mambo ya shareholding ni kama imeishia hapa katikati hapa. Ni kweli kila Mkenya sasa amekuwa shareholder, akaingia ndani ya serikali. Your Excellency, we really thank you for bringing us together. Your Excellency, nimalizie mambo mawili. Ya kwanza, Your Excellency, umekubali ya kwamba utafanya kazi na Mbadi, mtufanyie ile Lake Victoria Ring Road, barabara itoke Sindo, iende Nyagwete, iende Nyandiwa, ipite, iende mpaka Uhuru Bay. Your Excellency, tutashukuru sana. Pia tumezungumza na wewe mambo ya security on the lake. Wavuvi wetu wakiingia katika lake wako na shida tupu, wako na hasara tupu. Najua utaangalia hiyo maneno na ikae sawa. Your Excellency, nikimalizia, juzi umetuita State House, ukaeka baba Raila Amolo Odinga pale, ukaita marais wote wa East Africa, ukasema wao wote wakakubaliana pamoja waende na wa support baba apate ile kiti ya African Union. Your Excellency, sisi hapa ukikaa na baba to bumper, sisi tuko na wewe bumper to bumper. Tunatembea pamoja bumper to bumper mpaka mahali tutafika. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na sasa nimkaribishe. Hii kwangu ni mtihani mkubwa sana, kwa sababu
mimi nimepanda jukwaa na nimezoea kwa muda mrefu kupanda kama naibu wa kiongozi wa chama cha ODM. Sasa nimepanda nikiwa waziri kamili wa serikali. Nataka nikwambie Mheshimiwa Rais, wakati wa uchaguzi nilinunua suti. Mnakumbuka niliwaambia nilinunua suti na viatu ya kiwi. Juzi nilikuwa karibu nitupe, alafu nikapata fununu ati mimi naweza kuwa rais, naweza kuwa waziri. Mheshimiwa Rais, nilipata fununu naweza kuwa waziri. Wacha nikwambie mimi sikuamini. Niliona Hassan Joho, Deputy Party Leader wa Raila Odinga, chama cha ODM, ati akuwe waziri. Itawezekanaje? Lakini nakushukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu umeonyesha uongozi wa kuunganisha taifa. Na mimi nataka nikuhakikishie hapa Homa Bay leo, ile kazi ya waziri umenipatia nitaifanya kinoma noma. Nitaifanya. Na niko hapa nataka niseme mambo machache. Mheshimiwa Rais, uliniambia nimekupa kazi ya madini, uvuvi na mambo ya bahari. So mimi nataka nikwambie nimetembea hapa kwa kufuata amri yako ya kusema kwamba wachimbaji madini wadogo la eneo la Nyanza na Western Kenya wasisumbuliwe kamwe. Mimi nimefuata hiyo amri. Na nataka niseme hapa Mheshimiwa Rais, hapa nitavyoga, nitavuruga, nitatembea. Mtu yoyote ambaye anadhulumu mchimba madini mdogo eneo hili, tutapambana mbaya sana my friend. Na vile Mheshimiwa Rais wananiambia tuweke mpango wa kusaidia wanasamaki. Mimi najua zile program ambayo wewe sitaki kukusemea because you are here, utasema wewe mwenyewe. Lakini mimi najua katika hii wizara ambayo niko, nimekuja hapa juzi Mheshimiwa Rais, nimeambiwa hapa kila siku ndugu zetu wa Kijaluo wanakufa katika hii lake. Wanakufa wakitafuta riziki. Ni kweli sio kweli? Sasa Mheshimiwa Rais, mimi unajua napanga kazi ya wizara. Lakini wewe ukitamka hata Mbadi atafata, Duale atafata, wote watafata. Mimi najua Jumamosi tutatembelea Kisumu mradi mkubwa wa Search and Rescue Center and Communication. Mheshimiwa Rais, mimi nataka ukiwa pale unipatie mimi amri. Na mimi nipeane watu wangu amri kwamba katika eneo hili la Lake Victoria we need to urgently procure a rescue helicopter ambayo itakaa hapa kuokoa watu wanaoenda baharini. Si namna hiyo? Sasa President leo akikaa hapa akinipa amri na watu wangu hawezi lala, watafanya mpango watu wetu wasiwe kufa tena. La mwisho Mheshimiwa Rais na watu wa Homa Bay, mimi nataka kusema na kuunga mkono kikamilifu katika sera yako ya kuunganisha Wakenya. Na Mheshimiwa Rais, nikwambie sio rahisi kwa rais yoyote kama wewe hivi uniappoint mimi Hassan Joho vile nilishuka naye Mheshimiwa. Sisi mnakumbuka? Nilikuwa nasema kama noma. Kama mbaya. Si mnakumbuka? Nilikuwa nasema kama noma, kama mbaya. Sikufikiria kama Mheshimiwa Rais anaweza kuniappoint, lakini kwa sababu umeniappoint, nataka nikuhakikishie mimi na watu wangu tutaenda na wewe sambamba kufanyia kazi wa Kenya na kubadilisha maisha ya Wakenya. Mungu awabariki, asanteni sana. We are friends. Hizi ni Kenya Kwanza, hizi Tanga, mimi niko handshake, we are still friends. Hizi ni UDA stroke Kenya Kwanza, mimi niko ODM stroke Azimio, we still remain friends. Now I don't know where we are, but we are friends to go to the same government. Adan Bare Duale.
Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, mawaziri, magavana, wabunge, viongozi wa Homa Bay, hamjambo. Salamu alaikum. Bwana asifiwe. Your Excellency, hayo ndugu yangu waziri wa fedha amesema ni ya ukweli. Hata leo asubuhi, Your Excellency, bibi yangu aliniambia, wewe tafuta ndege enda kwa Mbadi, kwa sababu alikuwa minority leader. Huyu Your Excellency na umetusaidia. Mimi na huyu na Hassan Joho tulikuwa assistant ministers, tukijibu maswali kila afternoon, na wewe ulikuwa waziri wa kilimo na baba alikuwa prime minister miaka 16 iliyopita. Lakini Mungu ni wa ajabu. Leo ule waziri wa kilimo amekuwa rais, amepatia mimi waziri, kapatia Badi kuwa waziri na kufanya Joho akuwe waziri. Your Excellency, najua tulipata kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, lakini asante sana. Na jana niliona bado ukimtetea ukalete marais. Kiongozi wetu ambaye alituweka kwa siasa 2005 ndio mimi niliingia ODM. Na katika wale wa ODM, unajua hii ODM is the largest and is the oldest party. Lakini sasa kwa rais kuwa hapa, it is the largest and the oldest today. Kwa sababu ukiongeza hii UDA na hii wale wametoka ODM wamerudi nini, now it is the largest and the oldest. Your Excellency, huyu John Bandi na huyu Wandai, hata wakati walinifukuza kutoka kuwa majority leader, nikaangalia nilikuwa mzee sana. I was the longest serving majority leader. Mimi nikasema tuwache nikae as a ranking member wa Public Accounts Committee. Mimi na huyu Wandai ni marafiki kubwa sana. Yeye akiwa chairman ya Public Accounts, mimi nakaa karibu yake as a ranking member. So siku ya hayuko, mimi ndio nilikuwa nafanya. Your Excellency, one thing you have done, and as the former ODM who left, they used to call us rebels. Huyo anajua. Tumebaki katika hii serikali, mimi, rais na Musalia Mudavadi. Wale wengine wote, wengine wameretire, wengine wamepotea. Hata nikiona si Bahati hapa anajigamba ati mimi ndio deputy party leader, nikiona dada yangu gavana wa hapa akisema mimi ndio mwenyekiti wa chama, mimi nilikuwa vice chairman ya ODM wakati deputy party leader wa ODM alikuwa rais. Mko na miaka mingi mliongojea kufika hapa, miaka mingi, kina Harati, kina Gladys Wanga. Hii chama iko na historia. But Your Excellency, I want to tell the people of Kenya one thing. As a person who has worked with you closely more than 20 years, when you took oath of office and you were given the instruments of power from the day one, and I want to say it today here in Gwasi, in Homa Bay, you made it your agenda to unite the people of Kenya. Today, Aden Duale, I am so proud, Your Excellency, that I sit in a cabinet that reflects all shades of the political, social, religious, and ethnic divide that has never happened in the Republic of Kenya. You will be remembered, and that is your legacy. And you say 2027 is not an agenda for you.
Mimi sijawahi kuja. The last time I did campaign in this place was wakati nilikuwa ODM. Wakiniambia twendeni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, twendeni huko, ninamwambia hapana. Unajua mimi ni former, I am an old member of ODM. Niko na marafiki kama bandi. Hata Mheshimiwa Junet, wacha nimsaidie. Katika katiba ya Kenya Article 108, msemaji wa serikali katika bunge ni Kimani Ichung'wah. Msemaji na kiongozi wa opposition ni Junet Mohamed. If you are somewhere else tanga ati unasema baba ameenda AU, ati wewe ndio kiongozi wa opposition, na tena ile wabunge yako haifiki 20. Hapana. Sasa ni kama 208, serikali na opposition wameungana ili Kenya iwe Kenya moja. Na yote ya mwisho, hii Gwasi, hii mountain mnaita Gwasi, huyu mjumbe ameniambia he wants to turn it into an ecosystem forest, and as part of your 15 billion tree planting, hizi hills yote, hizi mountains zote tutafanya kama Aberdares, kama Mount Kenya, kama Mau Forest, kama Mount Elgon, Cherangani, ili hapa hii joto ipungue. Asanteni sana. Huyu Mbandi, Your Excellency, this man I can vote for him the way I can vote for Hassan Joho, the way I can vote for Opiyo Wandayi, as very close friends, as competent leaders, as people I can say I work with them, Your Excellency. With those very good remarks, tunakubariki kuja baraza la mawaziri, tusaidie rais, Kenya isonge mbele. Asanteni sana. Hamjambo. Muriega. Very good. Unajua tuko hapa ziara ya rais, na kwa sababu ya hii ziara nitangaze kazi hapa Homa Bay ambaye rais ameanza, ni ya soko pale market kwa Gladys Wanga pale kwa soko ya samaki. Hiyo ni moja. Na tumekubaliana kesho tuko Siaya, tuko na soko ingine huko na affordable housing. Na ninajua rais ako na mengi ambaye atasema. Sisi kama mawaziri, wakati Badi aliingia, tumemkaribisha vizuri na mikono miwili, ako home. Nyinyi sasa ndio mtafanya catch up. Si mtafanya catch up? Mtafanya catch up. Sisi rais, kazi yetu ni kutekeleza yale utasema. Nimesikia Junet, najua wakati nipatie dakika nyingine moja. Wakati nilikuwa ninafanyiwa vetting John Mbadi, mtu alinisaidia sana ni Junet. Niliona ile swali aliniuliza ni ya kunisaidia kujibu. Na kwa sababu ya hiyo nitaongeza kazi bidii hapa Homa Bay na kule kwake huko Migori. Na tuseme, Your Excellency, this is the best decision you have made of bringing Kenyans together in a broad-based government. Wanga nitarudi kwa sababu ya inspection ya affordable housing. Kisumu nitarudi tuingie hapo Kisumu affordable housing, na sababu kijana moja yenu aliingia kwangu akapitia mlango ya nyuma, mwishowe akatokea mlango ya mbele na akatoka na msichana yangu. Mnasikia? Mama mbe mnasikia? Hapa Mbondo. Ako hapa Mbondo. Kwa hivyo nikienda Siaya kesho, nataka nirudi na chondo imejaa kama Muthoniwa, kama Nyawana. Mheshimiwa wetu, karibu sana Gavana Simba Arati. Karibu sana Gavana Simba Arati. Thank you.
Wenye macho hambi tazama. Asanteni John Mbadi, watu wa hapa Suba, hamjambo? Yodhurua uche, yodhurua umo, yaselbel. Asanteni sana. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Suba, na kwa sababu mimi ni mtu ya kusema ukweli. Ukweli ni kwamba tangu nizaliwe hii ndio mara yangu ya kufika hapa Suba, na ninataka niseme asante sana kwa kukaribisha. Your Excellency, we are here to celebrate the appointment of John Mbadi, a son of the Suba people, to your cabinet as Cabinet Secretary for National Treasury and Economic Planning. My brother John Mbadi, from the bottom of my heart, I want to say congratulations. Pongezi, pongezi, pongezi. Your Excellency, the decision that you made to reconstitute your government to be broad-based is good for this country. And we are happy to accompany you here in Nyanza for development and also to celebrate the great sons from this region who have joined our government. Kwa hivyo Waziri Mbadi, tunakutakia mema. And I want to confirm that for the short time we have worked with John Mbadi since he was sworn in, huyu kijana hata kama mwili ni kidogo, akili iko sawa. And for this little interaction we had in IBEC, I can confirm that he understands public financial management and he has got a good plan of getting our economy on the right track. Ours is to wish you well and to support you. And maybe my brother James Orengo, who was my lawyer hapo mbeleni, rafiki yangu, umemwambia John Mbadi afanye kazi peke yake na rais peke yake, hapo utampoteza hata faulu. Serikali yetu, we have a great team. Our captain is William Ruto. We all work together. So ndio Mbadi afaulu, afanye kazi na kila mtu, ministers, PSs, the president, so that we work as a team. Sitakuwa namna hiyo. Kwa hivyo John Mbadi, tunakutakia mema. Wewe uko na bidii, wewe ni kijana ya kazi. Hii kazi vile umesema hapana rahisi, na kama ingekuwa rahisi kungetafutwa mtu tu ovyo. Wewe kuja tuanga kazi na tutasaidiana. Mimi niseme hao watu wamekuja juzi, tufanye kazi, tunawakaribisha. Tutakuwa na shida tukizoea vile tutafanya kazi na hao, kwa sababu unaona Joe amekuja hapa anasema yeye ni deputy party leader ya ODM, amesema yeye nini anashindwa kuwa waziri. Wewe Joe utabadilisha haraka ukacha kuwa waziri sasa. Next time utakuja mkutano, nitakuita baadaye hapo nyuma ya hema, usifae kofia mbele ya rais. Wewe sasa ni waziri, hapana deputy party leader. Si anaenda akibadilisha pole pole. Hata niliona leo huyu governor, my sister, tunapendana sana, Gladys Wanga, ameingia kwa gari ya rais, ametoka pale juu pamoja na rais. Tutafundisha hao pole pole mpaka iingiane rais. Ndio tumalizie, Your Excellency. Ndio tumalizie. Ningetaka niseme ya kwamba mambo ya maendeleo ndio iko mbele sasa. Nimeona Junet Mohamed akisema ya kwamba hapa iko milima. Na mimi nimefurahi sana kuona milima. Si mnajua mimi napenda mlima? Sasa vile mimi napenda watu ya mlima, hata nyinyi watu ya mlima ya hapa nitapenda nyinyi vile vile. Na hii mlima, wewe Junet, utafute title deed ukuje, tuketi na wewe na rais, tuunganisha ile mlima ya kwetu, ile ya Kilimanjaro na ile milima ya hapa, alafu Kenya nasonga mbele. Kwa sababu Kenya hii yote ni yetu at the same time. Nikimalizia ndio nimwalike mheshimiwa rais akuje azungumuze. Niseme ya kwamba hawa watu ya hapa Nyanza utanisaidia kwa hawa. Rais amesema wakuja tufanye kazi, tumekubali. Lakini wasiniumize kwa mambo ya Kiingereza. Mimi bado soma sana. Mtanitetea kwa hiyo watu. Kama hii milioni yangu, mwambie kabla hajakuja ofisi yangu, andike barua ku confirm
atapunguza Kiingereza, asikuja kutuumiza, ndio tuweze kuelewana polepole, tuweze kuendelea pamoja. Kwa hivyo sisi tumeshukuru sana sana sana, na vile mliona juzi, huyu baba rais amepanga vizuri, na zote tumemuunga mkono aende pale Afrika akuwe kiongozi yetu, sio? Ni sawa sawa, na sisi zote tuko hapo, tunampigia debe na Mungu atamjalia, tunamuombea ndio na yeye apate nafasi aende afanye mema katika bara la Afrika, ikiwemo Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo sisi tunataka tuseme tumefurahi sana kwa makaribisho, na mkitukubalia tutakuja tena. Mnataka tukuje tena? Mnataka tukuje tena ama mnataka tulale? Iko mahali ya kulala hapa Suba? Na mambo ya baridi mtafanya nini? Mtapanga? Mtapanga vile mambo ya baridi? Mtapanga? Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana, na nimeleta salamu kutoka huko kwetu Mlima Kenya. Mmepokea? Mtakuja kutembea huko? Mtakuja siku gani? Haya, wewe DJ sasa tayarisha kanungo ndio. yangu Mheshimiwa John Mbadi ametualika katika sherehe hii ya muhimu tuweze kumshukuru Mungu. Mbadi akawa waziri wetu wa mambo ya fedha katika taifa letu la Kenya. Mimi naungana na familia na watu wa Suba na Homa Bay na Wakenya wote kumpongeza ndugu yangu John Mbadi kwa ile kazi amepata, na mimi niko na hakika ya kwamba John Mbadi ako na uwezo wa kushirikiana na baraza nzima la mawaziri kuunganisha staff wake katika treasury ili tuweze kuendesha mambo ya uchumi ya taifa letu la Kenya mbele, na Mungu atatujalia ndio Kenya iwe ni mahali ambapo sote tunaweza kujivunia. Nimekuja hapa tena kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Homa Bay County. Asubuhi ya leo nimeanza kule Oyugis kwa sababu tuko na mpango na mradi wa maji mkubwa kule Oyugis. Pale tulikuwa tumeweka milioni 700 actually. Leo nimekuja na milioni ingine 200 ili watu wa sehemu ile, hasa watu wa Kasibul, Kabondo, Kasibul waweze kupata maji. Vile vile Kendu Bay, vile vile Homa Bay Town. Hapo tumekubaliana ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maji ya Kenya, mambo ya maji ya hapa Homa Bay pia iwe katikati ya hiyo mipango. Jambo la pili, nimekuja tena mara tatu nimekuja hapa Homa Bay ni kwa sababu ya mambo ya barabara zenu. Ninyi mnajua ya kwamba tumekuwa na matatizo na mambo ya barabara, ni kweli ama si kweli? Pale Kadel sasa tumeweka contractor mpya kutoka Kadel kwenda mpaka Karabuor mpaka ifike Kanyatiang. Ninyi watu hapa mnajua Kanyatiang iko wapi? Kama mnakaa kama hamjui. Tunaelewana? Sasa hiyo barabara tumeweka mwanakandarasi mpya. Pale Homa Bay Town vile vile tumeweka milioni 600 na contractor sasa atakamilisha barabara za Homa Bay Town. Hatutaki tena Homa Bay Town iwe na matope, kwa sababu tunataka hiyo Homa Bay Town ikae chonjo, ikae kama city, iwache kukaa kama kijiji. Unajua mimi nilikuja hapa Magunga. Kweli ama si kweli? Si nilikuwa hapa Magunga mwaka uliopita. Na tukasukuma hii barabara kutoka hapa, nasikia imeenda kilomita 7.
lakini pale sasa tumeongeza pesa, na mimi nataka niwatangazie ya kwamba ikitoka mahali ilipo sasa mpaka ifike Sori, hiyo barabara lazima itatengenezwa. Tunaelewana? Na sasa wewe Bwana Mbadi, kwa sababu hapa ndio nyumbani, wewe utakuwa una monitor hiyo barabara. Pesa ikipungua unaongeza, pesa ikipungua unaongeza, kama hiyo barabara itakuwa. Na hiyo nimekuambia ni amri. Sasa wewe kazi yako ni kufuata amri ile nimekuambia. Tumekubaliana? Tuko na barabara za ring roads ambazo tulikubaliana na viongozi wa hapa jana wakati tulifanya mkutano. Hizo barabara pia tutaweka katika mipango yetu. Jambo la 4 nimekuja hapa Homa Bay ni mambo ya stima. Mimi najua ya kwamba wananchi wengi hawajafikiwa na stima makwao. Ile program ya last mile ambayo ilikuwa imekwama, sasa mimi nataka niwaeleze watu wa Homa Bay vile nawaambia Wakenya wote. Sasa tuko na mpango kamili tayari hapa Homa Bay. Tuko na pesa bilioni 1.5 kuunganisha watu 17,000 wengine wapya katika huduma ya stima, na nimemwambia Opiyo Wandayi akamilishe ile negotiations tuko nayo na wale wa shirika wetu, so that we can have phase 2 of this program beginning end of this year, ndio tuhakikishe ya kwamba mambo ya stima isiwe ni starehe ya wadosi, iwe ni haki ya kila Mkenya, na kila Mkenya apatiwe stima. Tunaelewana jameni? Na sababu hiyo mimi nimekuja hapa, na mimi nataka niwashukuru wananchi wa Homa Bay. Mimi nataka niwashukuru wananchi wa hapa kwa kunipatia viongozi hawa waungane na sisi tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Magunga, watu wa hapa Suba, watu wa Homa Bay, kama nyinyi mnakubali tuungane kama watu wote wa taifa letu la Kenya. Watu wa Homa Bay jameni, mnakubali tuungane? Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono. Tukiongea na viongozi wote, na niliongea na Prime Minister Raila Amolo Odinga aka Baba, nikamwambia ya kwamba imefika wakati mambo ya siasa ya migawanyiko, siasa ya mirengo, siasa ya ukabila tuifungie nyuma, tuunganishe Wakenya wote bila ya kujali nani amepiga kura wapi, nani wa kutoka sehemu gani, nani wa kutoka jamii gani, nani wa kutoka chama gani. Tuungane sisi wote kama ndugu moja, watu wa taifa moja, with a common destiny, ndio tuweze kuunganisha Wakenya, tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Mimi nauliza watu wa Homa Bay, tulifanya makosa kuunganisha Wakenya? Tulifanya makosa? Mimi nauliza nyinyi, si mnajua mimi niko na historia na Raila Odinga? Mnajua hamjui? Si mimi nilikuwa deputy party leader wa ODM? Si mimi ndio nilichangia baba akawa prime minister? Sasa mimi nauliza nyinyi, baba akikuja pia kunisaidia ili tuweze kuunganisha Kenya, kuna makosa? Kuna makosa? Unasema tuendelee namna hiyo? Unasema baba atusaidie kuunganisha hii Kenya, tupeleke Kenya mbele? Wale wanasema hiyo maneno ni sawa, nione kwa mkono. Na mimi nataka niwahakikishie, tunaelewana? Nimesikia Junet hapa amesema ya kwamba wao watakaa namna hii, namna ile, namna ile. Hiyo ni sawa. Lakini ila amesema ni vizuri. Amesema ya kwamba hii kazi ya upinzani ni ya miaka 3 peke yake. Baada ya hiyo watu wengine watafutwe wa kuendesha kazi ya upinzani. Nyinyi njia yenu ni kukuja kwa serikali, tusukume serikali tuende mbele. Ama mnasemaje? Nimesikia pia ndugu yangu Simba Arati amesema ati tuungane, mimi nitoke kwa serikali tukuje kwa upinzani. Mimi nauliza nyinyi, unataka tutoke kwa serikali tuende kwa upinzani ama tutoke upinzani tuende kwa serikali?
Tutoke kwa upinzani twende kwa serikali, si namna hiyo? Ama mnasemaje? Kwa hivyo bwana Simba Arati, barabara ni kutoka kwa upinzani. Mpile Juliet amesema miaka 3 peke yake, tuache hii mambo ya upinzani, twende tutengeneze serikali, tupeleke Kenya mbele. Nyinyi watu mko tayari? Mko tayari? Tuunde serikali ijayo pamoja. Mimi nataka niwaambie hivi. Tumeamua ya kwamba hatutaki tena siasa ya kugawanya Wakenya. Hatutaki ukabila katika siasa zetu. Hatutaki migawanyiko katika siasa zetu. Kuungana kwa Wakenya ni ya maana kwa kila mtu. It is the only way we can redeem our nation. And I want to say without fear of any contradiction that united, everybody benefits. We can have a win-win formula. Nobody must lose for others to win. And therefore, I want to ask all of us, united, standing together as one people, as people of one nation, united with a common destiny, that all of us can be winners in this great nation. As we unite, harness our energies, be together and build a greater nation that all of us can be proud of. Na kwa hivyo, I have no doubt in my mind ya kwamba this unity of purpose, unity of making Kenya great, is a unity that is going to benefit everybody. Na mimi nataka niwahakikishie kiongozi wetu Raila Amolo Odinga, nyinyi mnaona tumekubali sisi wote kama Wakenya ya kwamba yeye tutamuunga mkono, tutamuombea, tutamsaidia. Hata watu wa Jumuiya ya East Africa, uliona Uganda wakiwa hapa, Tanzania wakiwa hapa, kule Sudan wakiwa hapa, mpaka DRC, mpaka kule Somalia. Sisi wote tumeungana na tukasema Raila Amolo Odinga akuwe chairman wa AU, awe kiongozi wa bara letu la Afrika. Nyinyi watu wa Homa Bay mnakubali hiyo kazi, tuendelee pamoja? Tunasema tuendelee na hiyo kazi. Tunasema baba awe kiongozi wa bara letu la Afrika. Hebu nione kwa mkono wala anasema tunaunga hiyo kazi mkono. Kwa sababu hiyo, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika Homa Bay. Mimi nitakuja tena na tena na tena na tena mpaka tuhakikishe hiyo Homa Bay tumeijumuisha sawa sawa kwa mipango na miradi ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Asanteni sana watu wa Homa Bay, asanteni sana watu wa Magunga, asanteni sana watu wa Suba. Nyasaye